Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, Shalom. Leo ni siku ya 4 tarehe 19 mwezi wa pili 2026. Tunashukuru tena Mungu kwa neema yake, alitupatia tena neema ya kuona tena asubuhi ya leo. Ni jambo la kumshukuru, jina lake litukuzwe milele. Tunaendelea na somo letu yenye tulianza depuis mwezi wa pili, yenye kichwa ya neno inasema juu ya nini inabidi nifate Yesu Kristo. Tulikamata hii neno katika kitabu ya Mathayo 19 verse yake ya 27 kwenye Petro alikuwa anauliza Yesu Kristo, sisi tuliacha kila kitu na tukakufuata, nini tutapata? Nini tutapata kwa kukufuata wewe Yesu Kristo? Na Yesu akajibia pale kwa verse yake ya 29, kama kuna mtu mwenye alinifuata mimi anabaki hivyo hivyo. Mwenye alinifuata mimi Yesu Kristo atapata 100% hapa duniani na mwisho atapata uzima wa milele. Tuliongea 100% na tuko naongea uzima wa milele. Kwa uzima wa milele tulikuwa naongea kama uzima wa milele ni upendo. Yesu Kristo akasema mwenye anataka uzima wa milele ifo akwe na upendo. Ndio amri inasema ifo mtu akwe na upendo senye anataka uzima wa milele. Na Yesu akasema amri yake ni kusema tupendane sisi kwa sisi gizi yeye Yesu alitupenda. Hiyo ndio tulikuwa naongea jana. Na leo tunaongea kusema juu ya nini tumfuate Yesu. Tulikamata vitu mbalimbali yenye inafanya juu ya nini tumfuate Yesu Kristo. Ya kwanza ni kusema tunamfuata Yesu Kristo juu Yesu Kristo ni neno. Yohana 1:1 pale nasema hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa pamoja na Mungu na neno alikuwa Mungu. Donc tutafuata Yesu Kristo juu yeye ni neno. Na ya kufuata ni pale ku verse yake ya 3 yeye inasema kila kitu kenye iliumbwa na neno, na hakuna kitu kenye iliumbwa katika hii dunia yenye kuumbwa na neno. Ndugu yangu mpendwa, mimi na wewe tuliumbwa na neno, na neno ni yeye Yesu Kristo. Ndio maana tunafuata Yesu Kristo juu yeye ni neno. Yeye ndio anatuonesha njia, yeye ndio alituumba na alituumba kwa mfano wao. Ndio maana tunasema ni neno. No, tunafuata Yesu Kristo juu yeye ni neno. Tunamfuata Yesu Kristo tena juu yeye ni njia ya kweli na ya uzima. Neno lake nasema pale ku Yohana 14 verse yake ya 6 anasema mimi ni njia ya kweli na uzima, na hakuna mtu mwenye ataenda kwa Baba pasipo kupita kwangu mimi Yesu. Donc yeye ni njia ya uzima. Ndio maana tunamfuata Yesu Kristo juu yeye ni njia yenyewe inatupeleka mbinguni. Nilikuwa ninashasema hata hiyo kitu. Yeye ni njia, ndio maana tunamfuata Yesu Kristo juu Yesu Kristo ni njia ya kweli ya kutubeba mbinguni. Na Yesu Kristo tena juu nini tunamfuata? Juu yeye ni mwanga. Yeye ndiye mwanga wetu. Yeye ndiye taa yetu. Yeye ndio lumiere. Ndio maana tunamfuata. Yohana tena 1 verse yake ya 9 utayasoma. Donc yeye ndio alikuja duniani kuangazia kila mtu. Yesu alikuja kwa duniani juu atuangazie. Atuangazie wewe, aniangazie mimi, tutoke ndani ya giza na tuingie kwake yeye mwenyewe iko nuru. Yesu Kristo ni nuru ya dunia, alikuja kuangazia. Na tutamfuata Yesu Kristo juu yeye ni nuru. Ndugu yangu mpendwa, Yesu ni nuru. Na ndio maana alisema na sisi tukue nuru kama yeye. Kwa nini tena tutamfuata Yesu Kristo? Juu Yesu Kristo alitufanya kuwa watoto wa Mungu. Neno lake nasema pale kwa Yohana 1 verse yake ya 12 kama donc kwa wote wenyewe walimuitika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Juu mimi na wewe tuitwe watoto wa Mungu ni juu Yesu alitufanya kuwa watoto wa Mungu. Ndio maana tutamfuata Yesu Kristo juu yeye ndiye alitufanya kuwa watoto wa Mungu. Hakuna mtu mwingine mwenye atatufanya kuwa watoto wa Mungu isipokuwa Yesu Kristo. Ndio maana inabidi tumfuate Yesu Kristo juu yeye ni mwenye alitupatia hiyo neema ya kuwa watoto wa Mungu. Tulikuwa wenyewe tunazarauliwa, tulikuwa wenyewe tuko huku ndani ya dunia. Kwa kumuitika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, anatufanya kuwa watoto wa Mungu. Anatufanya tena adopjua nini tutamfuata tena Yesu Kristo juu yeye Yesu Kristo ni uzima, ni uzima na ufufuko.
Yesu Kristo ni ufufuko na ni uzima. Donc sasa tuko ndani ya Yesu Kristo, hata mtu mwenye anakufa akifufuka ataenda kwa uzima ndiye Yesu Kristo. Tunasoma pale Yohana 11 verset yake ya 25. Yesu Kristo ni ufufuko na uzima, ndio maana tunamfuata. Hakuna mwingine, ndugu yangu mpendwa. Mungu akubariki wewe mwenyewe ulisikiliza hii neno. Tutaendelea kesho Mungu akitaka. Tuombe pamoja. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba wa milele, tunasema tena asante Baba asubuhi ya leo kwa hii neno yenyewe unatuongelea kila asubuhi. Jina lako litukuzwe kwa hii mafundisho Baba. Jina lako linuliwe daima, Joe ni Mungu. Hakuna mwingine mweza yote kama na wewe. Baba nakuja tena kuombea watoto wako wote wenyewe wako nanifuata asubuhi hii. Baba nawaacha katika mikononi mwako. Baba naombea tena kama tukufuate wewe Yesu Kristo. Joe ndiye kila kitu katika maisha yetu. Hakuna mwingine mwenye tutamfuata isipokuwa wewe Yesu. Asante Baba kwa hii somo. Naamini kama Roho Mtakatifu kunafanya kazi ndani ya roho ya kila mtu wote mwenye kunafuata hii somo. Naamini Baba mtu mmoja iko na badilika. Mtu mmoja atapata mabadiliko kupitia hii somo. Jina lako litukuzwe. Baba naenda kuombea watoto wako wenyewe wako wagonjwa. Baba hakuna mwenye anaponya kama wewe. Jina lako Yesu Kristo ndio inaponya. Wewe ndiye mponyaji mkuu. Ndio maana nakuja kwako kwa kuombea kila mtu wote mwenye kumgonjwa. Mwenye wanashamwambia kama iko na magonjwa yenyewe inaiponake. Hapa watu wa dunia wanasema kuko magonjwa yenyewe iponake. Kwako Mungu hakuna magonjwa yenyewe iponake. Baba naombea huyu ndugu. Baba hata yote yenyewe walikuwa wanashasema juu yake huko hospitalini. Walisema hana tena miaka ya kuishi. Baba hana tena miaka mingi. Wewe uyasema neno la mwisho. Kwa jina la yako Yesu Kristo namuombea uzima. Namuombea uzima kwa yeye iko. Naombea wenyewe wanatafuta kuzaa. Wapokee kuzaa kwa jina la Yesu Kristo. Naombea wenyewe wanatafuta ndoa, wapokee ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Kelekeswa magonjwa Baba, wenyewe wako na makanser, wako na sida, wako na magonjwa incurable, wote wapokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunataka ushuhuda. Naombea wenyewe wako Amerika. Baba naombea wenyewe wako Oceania, wenyewe wako Europa, wenyewe wako Afrika, wenyewe wako Asia. Kila mtu wote mwenyewe ananisikilizaka. Baba namwacha katika mikononi mwako. Unajua probleme zao. Unajua yote yenyewe wako nayo Baba. Wengine wako na madeni za mingi. Baba lipa madeni kwa jina la Yesu. Mafaktiri. Baba walipie mafaktiri. Wenyewe wako hawana pesa Baba. Wako wagonjwa hawana pesa ya kwenda huko kwa hospitalini juu ya kujitibisha. Baba nawaombea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Naombea huyu mama. Walitoa kila kitu ndani ya tumbo yake na wakamwambia hatazaa tena. Namuombea kuzaa kwa jina la Yesu Kristo. Basi hakuna kitu kenye haiwezekani kwa Mungu. Kila kitu kinawezekana. Asante Mungu. Juu uko na tenda. Wenyewe wanatafuta kusafiri Baba wapokee usafiri. Huko watumishi wa Mungu wenyewe walikuwa nakutumikia na wakakuacha Baba. Roho Mtakatifu watafute tena kwenye wako. Warudilie njia ya Mungu. Naombea wokovu wenyewe wayaokoka. Wenyewe watasikiliza hii neno. Wenyewe wayaokoka. Naombea wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu juu unashatenda. Na bariki mchana wa leo. Na bariki watoto wako popote kwenye wako kwa jina la Yesu Kristo mweza yote. Amen.